Sote tumekaa tumetazama, tumeangalia game ya jana, lakini ukiangalia vizuri utagundua ile game ina madhaifu makubwa mengi sana. Kwa upande wa Simba nilichogundua, shida kubwa waliokuwa nayo Simba mpaka sasa hivi, Simba hawana refa ila wachezaji wanao. Na hiki ndio kinaleta utofauti kati ya hizi timu mbili. Ukitazama Yanga wao refa wanao ila wachezaji hawana. Kwa sababu ukiangalia mechi kama ya jana, hakuna namna unaweza kukataa lile sio goli. Na ukitaka kujua lile ni goli, ile goli kama lingefungwa na Yanga lile lilikuwa ni goli. Lakini ni Simba tu, Simba hana refa ila wachezaji anao. Lakini utofauti kiangalia Yanga refa anao ila wachezaji hana. Kwa hiyo kiufupi dabi haiwezi kwenda, turudi kwenye pointi. Dabi haiwezi kwenda vile. Lazima tuwe na mikakati iliyo bora. Yaani tukubali kuna wakati mpira uchezwe na tuache longolongo. Kwa hiyo kimsingi Simba aendelee kuvumilia, anaendelea kupambana, lakini kuna namna anaweza akadevelop pia. Sababu hata Yanga inawezekana aliwahi kusafa huko paka akapambana akaanza kupata marefa wake ambao wanaweza kuchezesha game na vile anavyotaka na iwe na ndivyo inavyokuwa. Ila tunarudi kwenye misingi ya mpira. Hakuna mchambuzi utakayemsikia akitetea kuwa ile sio goli. Ila tofauti na hapo, ukimsikia ukimwona namna hiyo kuna namna haijakaa sawa. Kimsingi tuendelee kuona mpira mzuri au danganya, afu mpira ni matokeo ya wazi. Mpira una matokeo ya kikatili, lakini yakiingiliana na refa anakuwa ni matokeo ya kikatili zaidi. Mpira ulichezeka mzuri, isipokuwa refa kaharibu mpira ule mzuri ulichezeka. One time, tukutane next time.